sauti za wakulima zinasema wanataka kuona kwamba wanafaidika na kile ambacho wanafanya. Wengi ambao tumekuwa tukiongea nao wanataka waone labda kuna several interventions ambazo zinaweza kuja ziwasaidie. Baadhi yao wana struggle sana ama wanapambana kushinda inavyotakikana. Alafu pia tuligundua kwamba wakulima wengi wanaofanya ukulima shida kubwa ambao wanapambana nayo ni market. Hakuna soko. Government pia wana kile kitengo cha tuangalia National Irrigation Authority wanachimba kweli madamu na nini na nini, lakini ukishachimba damu hujamsaidia yule mkulima. Kimsingi anatakikana kuwe na vitu vitafuatilia kama ni mabomba ya kutoa maji kwa mashamba ndio waweze kufanya hiyo kitu tunaita irrigation. Lakini sasa unakuta kwamba hizo dams zinachimbwa alafu inaachwa hivyo, haikamiliki. Kwa hiyo mkulima mwenyewe inabidi sasa agaramike. Kuna damu kweli ina maji, lakini inabidi anatafuta water pump ama mashine ya kutafuta, aanze tena pembejeo zingine kupiga maji ndio zifike kwa shamba yake. Malengo yako kwenye hii channel yako ya Untold Farming Segment ni gani? Okay. Malengo ni mengi, na kama nilivyokuambia wakati ulivyoniuliza kuhusu hii channel yangu, malengo ni mengi, na mimi malengo yangu ni kuona kwamba sauti za wakulima zimesikika. Najua itachukua si leo si kesho, lakini najua with time mambo yatabadilika. Naamini kwamba kuna fursa ya watu kubadilika, kuna fursa ya mashirika kuja, kuna fursa ya serikali ya county na national government kuingilia kati kusaidia wakulima. Habari mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Ramla Power Show kwenye chaneli yetu ya Coast Chronicles. Katika kipindi hiki tunakujuza mambo mengi ya elimu, wanasiasa, wanabiashara na wanahabari wakongwe. Katika awamu ya kwanza tumesikia vile Bwana Samuel Kazungu ametuelezea mambo na political history, mambo na the Untold Farming Segment. So katika awamu yetu ya pili tungetaka kujua zaidi sana, haswa akiwa na wakulima kule mashinani. Karibu tena. Tumefurahia vile umetueleza katika awamu yetu ya kwanza. So labda sasa hii tungetaka sana kujua, umesema huwa unatembelea wakulima kule mashinani. So tungependa sana kujua, sauti za wakulima zinasemaje? Okay. Asante sana na watazamaji wa Coast Chronicles. Nadhani mnaendelea kufuatilia mazungumzo yetu, na shukrani sana Ramla kwa kunialika hapa. Kwa sababu mimi naamini kwamba huu ni ukumbi ambao pia watu wengi watajifunza, kama vile umesema kwamba hapa ni sehemu ya kuelimishana masuala mbalimbali ya kijamii. Katika Untold Farming Segment tumezunguka mbali. Kama nilianza peke yangu, lakini baadaye sasa watazamaji wetu wakataka wanione, kwa sababu nilikuwa nafanya tu voice over ama walikuwa wanaona tu mtu anaongea. So ikabidi nitafute kijana anaitwa Wenzo Mbima ambaye ni cameraman wangu sasa, na anafanya kazi nzuri. Nashukuru picha zake zimependeza watu, na tuko na yeye katika Untold Farming Segment. So nilivyoanza kuja mbele ya kamera watu wakaniona, wakanijua, contacts zikaanza kuwa nyingi, na tukaanza polepole kutoka pale kwa wale wakulima wa chini kidogo, tukapata mid size hapo wakulima. Wakulima wanataka kuona kwamba wananufaika na kile wanachofanya. Wakulima wengi ambao tumezungumza nao wamekuwa wakinielezea baadhi ya changamoto ambazo wanapitia. Okay, ziko stori za matumaini. Kuna watu ambao tumeongea nao wamebadilisha kabisa maisha yao kupitia kilimo. Alafu ukiangalia prospects ama zile
zile hali za baadaye unaona wazi kabisa kwamba analenga pazuri. Lakini pia unakuta kuna wakulima wengine ambao tulikuwa tunaongea nao bado wako chini, wanapambana sana lakini baada ya siku unakuta lazima mtu apambane, kwa sababu labda pale pale panatoka lishe nini. Sauti za wakulima zinasema wanataka kuona kwamba wanafaidika na kile ambacho wanafanya. Wengi ambao tumekuwa tukiongea nao wanataka waone labda kuna several interventions ambazo zinaweza kuja ziwasaidie. Baadhi yao wana struggle sana ama wanapambana kushinda inavyotakikana. Alafu pia tuligundua kwamba wakulima wengi wanaofanya ukulima shida kubwa ambao wanapambana nayo ni market. Hakuna soko. Katika mazingira fulani unapata kwamba kuna bidhaa ambazo ziko rahisi zinaenda sokoni, zingine hazina soko. Hakuja kuwa na matangazo thabiti ama hakuja kuwa na much publicity ya kuonyesha kwamba labda huyu anaweza fanya kilimo hiki akaendelea hapa na pale. Alafu shida nyingine kubwa ambayo tumepambana nayo, sauti za wakulima kule, mabadiliko ya tabia nchi, tunaita climate change. Ukame, mara kunakuja floods. Nakumbuka tulienda tukafanya kipindi kimoja kule sehemu za Madunguni, sehemu inaitwa nimesahau ile jina kidogo. Huko sehemu za wakulima wanalima, alafu baadaye kunakuja floods. Hiyo mto Galana inasafisha kila kitu. Kuna mama pale tulifanya story yake na ilikuwa inakusikitisha kwa sababu alikuwa amelima mahindi na okra ambayo ilikuwa inakadiria karibu 1.5 milioni yote. Mvua ilikuja na si kule sehemu za Madunguni actually si mvua, ni flash floods. Mvua inanyesha maeneo ya bara, maji yanakuja kama gharika inachukua. Hiyo alikuwa amepanda sana, lakini yote ikafekwa na maji, akapoteza karibu 1.5 milioni. Ilimrudisha chini. So ina happen namna hiyo. Ukiangalia labda hakuja kuwa na mbinu zozote za wakulima kama wale watasaidika vipi. Baada ya mkulima amepoteza kiasi kile cha fedha, alafu unatarajia tena arudi tena pale kuanza upya. So sauti zimekuwa variables, ziko mbalimbali, lakini zile nyingi zinaambatanishwa sana na mabadiliko ya tabia nchi, climate change. Lakini pia tunashukuru kuna wakulima ambao tulikuwa tunaongea nao na unaona kabisa amebadilika, yani ameamua kufanya ile tunaita climate smart. Ameamua tu anatengeza zile corn farming, anapanda mboga zake pale, anamwaga maji pale. Kwa hiyo wana sauti zao, na watu wakienda kwa hiyo channel wakisikiza hizi stori za wakulima pia labda watakuwa na moja mbili la kuweka huko. Labda pengine baada ya kujumuika nao ama kusikiliza vilio vyao ama kusikiliza sauti yao, wewe mwenyewe ukiangalia hivi, kuna matumaini yoyote? Ya matumaini hapo. Kama nilivyokuambia, wewe kama mkulima unajua unafanya ukiwa na matumaini kwamba hichi kilimo unachofanya kitakusukuma mbele. That's when nikwambia wengi wana struggle, lakini pia wanapambana wakijua kwamba siku za usoni Mungu atakuwa shwari. Matumaini yapo. Na si kwamba tu kwa wale wakulima ambao tunakutana nao tunaongea hapa na pale, lakini hata ukiangalia mfumo mzima wa masuala ya chakula, ndo mbinu ama ndo eneo ambalo sasa hivi linaweza kuwa lina mapato mazuri. Kwa hiyo matumaini yapo, ni kuwatia moyo. Mara nyingi tukiongea nao kule mashinani, tukiwa tuko nao, tunawaambia kwamba wasirudi nyuma. Tunawatia moyo sana. Wanakuambia Bwana Kazungu, hapa ni kama mambo hayaendi, lakini unamwambia persevere ama pambana kidogo, utafika mahali, ama tutakupatia mbinu hii kidogo, jaribu kufanya hiki na kile, mambo yatakuwa shwari. Kwa hiyo tunawapatia yale matumaini. Nashukuru baadhi yao pia kwa kutusikiza ushauri wetu, wamebadilika hapa na pale.
Kuna mwingine anakuja anakwambia niko na mihogo yangu lakini sijui soko liko wapi. Kwa hiyo mimi kwa zile network zangu pia namwambia ongea na fulani na fulani, hawa watakusaidia mahali fulani, na unakuta baada ya hapo anaongea anaongea kweli na unakuta anapata usaidizi. Kwa hiyo matumaini yako, lakini matumaini haya pia hayahitaji mkulima peke yake. Kuna watu wengine ambao lazima pia waweke nguvu kazi ndio mambo yaende. Okay, so labda pengine ningependa kukuuliza Bwana Kazungu, serikali inasemaje kuhusu hawa wakulima kwa mtazamo wako? Interventions za serikali zipo, labda zinaweza kuwa haziko katika 100%, sababu mimi nakwambia tunafanya na serikali ya kaunti, so nimekuwa nikiona pia idara ya kilimo katika kaunti yetu wamejaribu kwa uwezo ule wanaweza. Kwa mfano wametoa mbegu kwa wakulima, wamekuwa wakitoa pembejeo kwa wakulima. Sema tu labda kitu ambacho tumekiona ni kama challenge, na naamini labda hata wakuu wetu wakiona hichi kipindi pia wanaweza changia, kwa sababu hizi ni sauti za wakulima. Nimekuwa nikizisikia kwamba wanakosa wale field officers. Mtu ana labda, kwa sababu kwa mfano kaunti imekuwa ikitoa miche ya mikorosho, miche ya minazi, wamekuwa wakitoa aina mbalimbali ya miche kwa wakulima kote katika kaunti ya Kilifi. So kinachohitajika ni kwamba sasa ufuatiliaji, so wanatakikana wawe na maafisa wa nyanjani ambao watakuwa wakitembelea hawa wakulima sasa, kuona kwamba huyu amepatiwa miche 100, huyu labda amepatiwa miche 50. Je, wamefikia wapi? Wakifuatilia ndo wanaweza wakaona kwamba labda hata aina ya miche, kwa sababu hivi majuzi tulifanya kipindi katika eneo la Palakumi kule Jaribuni, na yule mkulima akasema kwamba aliwahi kupata miche, unaona, kutoka kwa serikali, lakini baadaye akagundua ile miche haikuwa ile standard, ama ilikuwa kama substandard, ama haikuwa sawa, ikabidi mpaka mwisho aikate. Kwa hiyo kuna vitu kama hizo kwamba tunaita ile kitu ufuatilizi angalifu ama due diligence kwamba inafaa ifanyike. Hiyo pia itakuwa inasaidia sana. So nadhani serikali zipo na nafasi zinafanya, lakini labda si katika kile kiwango ambacho kinatarajiwa. Wakulima wengi labda wangetaka kuona kwamba labda serikali ya county na hata national government wanafanya zaidi, kwa sababu ukumbuke kwamba national government pia wana kile kitengo cha tuangalia National Irrigation Authority, wanachimba kweli madamu na nini na nini, lakini ukishachimba damu kujamsaidia yule mkulima, kimsingi anatakikana kuwe na vitu vitafuatilia, kama ni mabomba ya kutoa maji kwa mashamba ndo waweze kufanya hiyo kitu tunaita irrigation. Lakini sasa unakuta kwamba hizo dams zinachimbwa alafu inaachwa hivyo, haikamiliki. Kwa hiyo mkulima mwenyewe inabidi sasa agaramike. Kuna damu kweli ina maji, lakini inabidi anatafuta water pump ama mashine ya kutafuta, aanze tena pembejeo zingine kupiga maji ndio zifike kwa shamba yake. Kwa hiyo hizo vitu kidogo ndo zimekuwa zinakuwa polepole, lakini kungekuwa na mfumo mzima wa kuharakisha hii mambo, wakulima wengi wangekuwa na matumaini, angekuwa hata wanafanya ekari nyingi zaidi, lakini ukiangalia wengi bado wamebanwa sana. Okay, kama county pia imekuwa ikijaribu, nakumbuka tulikuwa sehemu za Jilore wamejaribu kuchimba visima hizo borehole, alafu kuwapipia wakulima, imesaidia mahali fulani fulani, lakini sasa ukiangalia kaunti yetu almost 65% ni asal, arid and semi arid, inakuwa ngumu. Water tables zingine ziko mbali, kufikia maji inakuwa ngumu, lakini tunaamini pia hata rainfed yenyewe ama kilimo cha kutegemea mvua ikijaribu kufanywa sustainable inasaidia. Je, malengo yako kwenye hii channel yako ya Untold Farming segment ni gani? Okay. Malengo ni mengi, na kama nilivyokuambia wakati ulivyoniuliza kuhusu hii channel yangu,
Malengo ni mengi, na mimi malengo yangu ni kuona kwamba sauti za wakulima zimesikika. Najua itachukua si leo si kesho, lakini najua with time mambo yatabadilika. Naamini kwamba kuna fursa ya watu kubadilika, kuna fursa ya mashirika kuja, kuna fursa ya serikali ya county na national government kuingilia kati kusaidia wakulima, na haya yote watayafanya. Mimi kwa upande wangu naamini labda wakiangalia yale ambayo ninasema pale na si sauti yangu, hizi ni sauti za wakulima. Hawa wakulima ndo wanasema tunataka serikali tuletee maji hapa, tunataka serikali tuchimbie kisima hapa, tunataka serikali tuletee solar panel hapa, tunataka serikali hiki na hiki. Wakulima huwa wanasema, na mimi lengo langu sitaki kubaki hapa Kilifi. Mimi ninaamini kwamba zile changamoto ambazo wakulima wa Kilifi wanazipata ndo changamoto ambazo zinapata wakulima wa Kwale, ndo changamoto zinapata wakulima wa Lamu, ndo changamoto zinapata wakulima wa Taita Taveta, ndo changamoto zinapata wakulima wa Tana River. Hizi ndio changamoto ambazo zinapata wakulima wa Rift Valley, wakulima wa Nyanza, wakulima wa Trans Nzoia, huko Western. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba hawa wakulima nawafikia. Niko na malengo makubwa ya hii channel kuifanya iwe kitu kubwa, na ikiwa kitu kubwa itazidi kutoa sauti kubwa na kubwa. Kama nilivyokuambia tukianza, ni kwamba mimi nalenga kwamba mpaka tufikie wakulima katika bara la Afrika. Tujaribu kuona kwamba je, hizi shida ambazo wakulima labda wakulima wa Kilifi kwa mfano wanazipitia zinaweza zilisuluhishwa vipi na mkulima katika labda kaunti ya Taita Taveta, zilisuluhishwa vipi na mkulima katika eneo la Kajiado. Haya ndo mambo ambayo tunataka hizo integration, tuhakikishe kwamba sauti zote zinatoka kila upande, zinasikika na kunakuwa na mabadiliko. Lengo langu ni kuona kwamba hii channel imebadilisha kabisa mfumo wa chakula na ufugaji wa mifugo, ulimaji wa vyakula mbalimbali. Lazima kuwe na mabadiliko. Haya mabadiliko nikiyaona mimi, hapo ndo nitakuwa angalau naona kwamba siku nikipata simu mtu aseme Kazungu, naona umebadilisha hapa na hapa, ama mimi nimebadilika kwa sababu ya chaneli yako hapa, umebadilisha hapa, hapo nitapata usingizi. Asante sana mtazamaji wetu, kimekuwa kipindi kizuri na tumekuwa pia na mazungumzo mazuri na Bwana Kazungu. Ni matumaini yangu kuwa kuna kitu umejifunza ama kuna kitu mmepata kutoka kwake. Wale wenye labda pengine wangependa kumfuatilia, mnaweza mkaenda YouTube, Facebook, kuna hiyo channel yake na pia tutawekea link hapo chini, so mnaweza mkaenda na mkaangalia kitu chenye anafanya. So imekuwa furaha kwangu na natumaini pia itakuwa furaha kwenu kwa mjadiliano wetu mimi na yeye, na pia kuna kitu mtakuwa mmejifunza. So kutane wiki ijayo, tutakuwa na mgeni mwingine na tutazidi pia kujifunza mambo mengi. Karibuni.